Mchungaji anategemea sadaka, hawezi kuambia waumini msije kanisani uchi. Hakuna Muislamu anaingia kanisani na kimini. Ila ukiongea haya wanakuambia wewe unaupenda Uislamu. Hakuna Muislamu anaingia msikitini yuko uchi. Hakuna. Yule Muislamu pale, yule pale. Simama njoo Muislamu. Kimbia haraka. Si umevaa hijabu, nani anakuona? Mmeona alivyovaa? Hivi nani mzuri tu, maumbile hajifichi. Au kama unataka kuoa utaoa tu, sema amina. Dadangu kakae. Hivi wanaendaga hivyo msikitini, wanajistiri maumbile asionekane. Waislamu wote wa kike wanaingia msikitini maumbile, kama ni kanga ndefu, kama ni hijabu ndefu, kama ni baibui ndefu. Huku kwetu kaka, mtu anakuja titi liko wazi lote hapa. Ainuliwe Bwana wa mabwana, ametenda twende. Titi linaruka liko wazi. Akiinama kutoa sadaka, shanga zinaonekana huku. Shanga msituonyeshe shanga zisi. Mungu angalie mwili, Mungu anaangalia roho. Vijana wajaokoka vizuri hao, unaona wote wana nguvu za kiume, anakuja kuwaonyesha shanga hapo. Unatafuta nini? Unatafuta nini? Inabidi uwe mtu wa Mungu wa kweli kuyaongea haya. Lakini kama unataka tu kujaza watu kwenye kanisa, huwezi kusubutu kuongea haya, sababu si wataondoka. Wanadamu hapendi kuambiwa ukweli. Ukimwambia ukweli anaondoka, anataka aje kitovu kiko wazi. Yesu anaweza. Huku nakiona kitovu kiko wazi, tutahubirije? Jua hii nguo ni ya kanisani, jua hapa ni beach, jua hapa ni send off, jua hapa ni sherehe. Unajua hili ni vazi la sherehe, hili ni vazi la hapa na kwenda kwenye nyumba ya Mungu. Wanavaa anavyotaka. Sasa mchungaji wa sadaka asubuhi hawezi kuongea haya, anakuambia bwana wewe vaa unavyotaka tu, njoo. Kikubwa tu mtu, kikubwa muabudu Mungu. Kwa maana ushenzi hauwezi kuisha ndani ya nyumba za ibada, hauwezi kuisha.